Bana, noma sana. Naona comment zimekuwa nyingi sana. Part 2. Hopefully mmeenjoy kinoma noma. Asante kwa kuendelea kusubscribe. Sasa bana, mimi sitaki kuwachosha sana. Right now tunaelekea kwenye part 2 ya Hostel. Are you ready? Muziki nao. Okay, tunakwenda na part 2 sasa. Bana, nafikiri ili uelewe vizuri part 2 lazima uicheki part 1. Umeona bana, ndio utaelewa vizuri. Sasa bana, kama nakumbuka Paxton alitoka pale na ile train baada ya kumuua yule businessman pale stesheni. Sasa ghafla polisi wamekuja, yuko hospitali na wanamuuliza vipi bwana, wanamhoji nini ambacho kimeendelea pale hospitali. Anaelezea bwana, kuna jamaa wanafanya mchezo kama wanawawinda watu, wanawakamata, wanawadanganya, wanawaua na wana tattoo fulani hivi. Dakika sifuri kuna mtu nje kafunga mlango blaza. Alafu wale jamaa wanamuuliza bwana, tattoo zenyewe ndo kama hizi. Bwanangu jamaa kachomwa kisu, kamchoma. Kumbe jamaa anaota bana. Sasa jamaa bana toka amerudi kwenye ile safari, yuko na girlfriend wake amejificha huku kwa bibi yake, yani hataki kabisa kutoka mwanangu. Yani he's acting so weird. Yani kila mtu anajiuliza Paxton na shida gani? Amegombana na girlfriend wake, bibi yake, anakunywa tu madawa. Yani tunajua tena yale mambo yaliyotokea kule sio rahisi kuyavumilia yani. Jamaa yuko hapa anagombana na demu wake, basi jamaa akatoka akaenda zake kama nje hivi. Basi mwanamke wake amekaa ndani, lakini baadaye akasema nitoke niende kumtafuta. Anaenda jikoni, anamkuta mchizi kakaa pale, hana kichwa na paka wake anamla. Jamani, so messed up. Bas, picha inakata, tunapeleka kwa huyu mtu anaitwa Saacha. Huyu jamaa ndio ambaye mkurugenzi wa ile club ambayo inafanya mavitu ya ajabu ajabu pale town. Basi bwana Saacha anasema kazi nzuri imefanya. Nafikiri kimeletwa kichwa kwenye boksi cha Paxton pale. Basi sasa scene inabadilika, tunakutana na hawa wanaofuata nao. Sasa hawa madada ambao ndio wahanga wapya, kuna Mona, Whitney pamoja na Beth. Hawa bwana wenyewe wanasoma mambo ya uchoraji na nini, anamchora huyu dada anaitwa Excel. Baada ya masomo Excel amekuja anasema, "Mtu ana jamani, umenichoraje huko?" Basi anasema, "Si nzuri, basi mimi naomba ninunue bwana." Lakini Beth anasema, bwana ununue nini, basi mimi nakupa tu bure." Basi akampa bure pale. Excel anasema, "Basi bandi hata niwanunulie tu vinywaji nini." Anasema, "Hapana bwana, wanawahi kuchukua train waondoke pale. Tutaka twende sehemu tukarelax kidogo." Wanaingia kwenye train, lakini hawa wameenda kutafuta vinywaji huko ndani ya train, lakini unamwacha Mona hapa yuko peke yake. Wakati anatembea kwenye corridor hapa amegongana na huyu mshikaji ajabu kidogo, aeleweki yani. Lakini wakampotezea. Unajua tena watu ni wengi. Sasa wapo kwenye train na kula vinywaji kidogo, surprise wamekutana na Excel, yule dada ambaye alikuwa anamchora, ambaye aliwaomba awatoe out kidogo, yuko humo tena. Beth anasema, Excel vipi unafanya nini hapa? Anambia, sasa mlivyoniambia mnenezeni kula bata maeneo fulani, nikasema kwani muende peke yenu na mimi nikaamua nipande hii train. Si unajua tena. Haya, upande wa huku Mona kabaki peke yake. Yule mshikaji ambao alipishana na kina Beth pale amekuja hapa kwa Mona, anamchungulia, unajua anamwangalia na creepy way. Of course umeme una shake kidogo, jamaa anaingia ndani. Sini nakata, wanakuja kina Beth na mwenzake, wanakuta Mona analia pale chini. Vipi, nimekuaje? Sasa kuna mtu amekuja hapa ameniaibia iPad yangu bwana. Muda huo eti Excel kaja na ile iPod ile iliyopotea. Afa anasema, jamani, kuna mtu anataka kunikaba pale, ameangusha hii, si mnaona? Basi hii wanamuona, jamani asante, tuokolea ilipotea hapa, kuna mtu ameichukua. Asante sana. Of course, basi ikabidi yao wamualike kwenye sehemu yao ambao wamekaa kwenye train, kwa sababu tayari ameonekana kama mwenzao ni mwema sana. Basi bwana, wakati wanakunywa pale kama kawaida, Excel anamwambiaje, nyie bwana mnaenda kwenye spa wapi? Mngenifuata mimi, kuna sehemu naenda hiyo Slovakia, hatari wanangu, si unajua. Hostel. Kwa sababu wanachotaka wenyewe ni kula bata. Kwa nini? Wanasema oya, twenzetuni tumfuate, twenzetuni. Basi bwana, guess what? Wamefika Slovakia, alafu wamecheck-in kwenye hoteli ile. Mambo ni yale. Spooky, right? Basi huyu mapokezi hapa anamwambia, jamani, mmekuja siku nzuri, kuna tamasha fulani linafanyika leo usiku, so yani mnaalikwa wote. Basi wanaenda zao vyumbani. Beth anaona hii couple moja ina furaha sana. Sasa guess what? Yule mapokezi pale amechukua passport zao, ameenda kuziscan kwenye hii mashine na ameziupload kwenye website ambayo matajiri wale duniani ambao hapo kwenye kile chama sasa wanaziona, na wamewekewa bei, yani atakayemuua huyu atapata hela nyingi sana. Kwa watu kama wana beti, yani huyu hapa atakufa vibaya, mimi na beti shilingi fulani, huyu atakuwa, unajua hivi, yani kama betting fulani hivi, wenye hata wajui wako zao ndani. Kuna huyu jamaa anaitwa Todd kalipa hela nyingi sana kwa ajili ya Beth na Whitney. Bwana, kila mtu uko tajiri yani anaweka hela yani. Basi Todd amempigia mwenzake simu, "Wewe mwanangu, umeona hiyo mpya?" Yani ni kama chama fulani hivi, kama mchezo wanafanya jamaa, kama wanavyobeti tu yani. So hii ni mara ya kwanza pia huyu jamaa anajaribu huu mchezo, kwa kama anakuwa na wasiwasi fulani hivi.
Haya, Todd na Stewart wanaingia kwenye ndege, wanaenda Slovakia. Sasa watu huko yani unapokelewa kama VIP. Basi usiku ule bwana, wadada wanaenda zao kwenye festival sasa kwenda kuenjoy. Si unajua tena wameenda kuenjoy bwana. Nani yuko pale? Todd na Stewart wako pale. Wanaangalia. Sasa unajua kwa nini wanaangalia? Kwa sababu ni kama tayari walishawanunua yani kwa ajili ya kwenda kuwafanyia mandingo. Sasa hii festival au tamasha sio tamasha, ni sehemu ambayo watu wanaenda kuangalia na kukutana na watu ambao wamewanunua na kuangalia jinsi gani watatumia njia gani kwenda kuwatesa ili anayetesa sana apate mikwanja mwingi. Sasa wakati pale bwana, Whitney anamwambia Mona, bwana hivi unajua Beth ni tajiri sana, mama yake alikufa amemwachia mali nyingi ile kinoma noma yani. Anasema tajiri kinoma yule dada yani, usimuone vile. Basi wanapiga story, Mona ameenda kukaa peke yake hapa. Basi kuna huyu jamaa amekuja, anasema kama tuanze tukacheze basi pale. Kuna huyu jamaa mwingine anaenda kuzungumza na Beth, lakini Beth anamkataa yani, achana mimi bwana. Dogo anasema kitu cha ajabu sana, anambia unajua mimi naweza nikakusaidia. Afu anasepa yani. Anakuja yule receptionist au mapokezi, anampa kinywaji Beth. Kwa bahati mbaya Beth anasema ananipa kinywaji huyu mimi sijui na nini. Basi anamwaga, kimwaga bahati mbaya anamwagia Stewart ambaye alikuwa amesimama pale pembeni. Basi ndio anajisikia vibaya, anamwambia bana samani bana, naomba nikakuchukulie kinywaji kingine bana. Takati anaenda, Mona anakuja anamkimbilia, vipi shwari bana, yule mkaka ambaye mimi nacheza naye anataka twende out mwanangu, afu ana boti yani, ana bonge la boti tukapande tamaa hizi. Beth anamwambia wewe unataka uende wapi bwana, tuwajui hawa watu, wewe vipi mtulia hapa. Basi anaenda zake kuongea na Stewart. Ongea kidogo, Beth anaondoka. Stewart anamwambia usiku mwema Beth. Kasimama. Anasema wewe umejuaje jina langu? Mbona mimi sijakwambia jina langu? Anasema si rafiki yako amekuita pale. Basi wakati anaondoka sasa, amemwona rafiki yake Mona kapanda kwenye kamtumbwi na yule mshikaji, wanaondoka. Anajaribu kumuita, ameshachelewa tena. Basi mshikaji bwana anaitwa Roman, amempeleka udada kwenye hii kisiwa cha ajabu. Bado anashangaa amekuja wamba mzee amemfunika na hili kitambaa hapa, mzee amemsepa naye. Beth na Whitney wamerudi kule kwenye ile hostel sasa. Lakini Axon akasema mimi namsubiri Mona. Okay. Wakati anaingia chumbani kwao, Beth ameona kuna wanaume wawili pembeni hapa. Kile chumba ambacho aliona wale couple wawili, yule mshikaji na yule demu wake wana furaha sana. Sasa kaona kuna watu wengine wanapaki vitu kwenye mifuko ya faster. Sasa anajenza nini hapa wa jamaa? Wanamuona wanafunga ule mlango pale faster. Asubuhi yake Axel anamchukua Whitney na wameanza kwenda kuogelea kidogo hivi. Si unajua tena anakula good time huku akiwa anajua kwamba mwenzao Mona yuko huko anakula bata jingi na yule jamaa aliondoka naye. Si unajua tena. Kumbe uhalisia ni kwamba Mona yupo kwenye kile kiwanda cha kuchinja na kuua watu. Of course amefungwa na ning'inia juu chini. Alafu kuna huyu mdada amelala chini yake, yani anamwangalia kwa juu, amechukua kama panga ili anamchana mwanangu. Kila sehemu anamchana mwanangu, anamchana huku damu ya yule dada sasa Mona inamwagikia usoni, yani kama anaoga ile damu. Yani si unajua makafara ya ajabu anaogelea yani. Alafu kamchinja mwanangu. Hii jambo ni gumu sana ili mzee baba. Bas, Beth kama alikuwa amepumzika kidogo hapa kwenye ile spa kule wanapoogelea kidogo kwenye maji ya moto, anaamka anakuta mbona hamna mtu hapa? Inakuaje? Anashangaa. Anatoka anaanza kumtafuta Whitney sasa. Anamtafuta Whitney, wanakuja walinzi mwanangu, sio wanataka waanze kumkamata tena. Wanaanza kumfukuza tena mwanangu. Akapanda kwenye hii faster fence, karukia upande wa pili, anatokea barabarani, anakimbia, akakutana na mtu kwenye gari. Nani? Yule dogo ambaye alimwambia naweza kukusaidia mimi, akambeza. Anambia naomba nisaidie. Anambia wewe nilikwambia no. Jamaa anakataa na yeye kaumia, sio ana shida gani? Jamaa kanaweka mafuta na sepa. Basi anakimbilia msituni, kuna wao madogo mwanangu na mafimbo, wanaanza kumzibua. Basi Axon na Saasha yule jamaa sasa, bosi mwenyewe unaona, kumbuka mwanzoni kabisa, wanakuja wajifanya kama wanamuokoa hivi. Basi yule Saasha anasimama pale, anaita wale madogo wamejipanga hivi, anaonyesha kama alama. Basi madogo wanaelewa, kwa hiyo wanamchukua mmoja, wanampeleka mbele yake pale. Basi jamaa anachukua bunduki, anamshuti yule dogo. Yani hii ni ajabu, madogo hata yani hawaoni shida yoyote. Jamaa anaondoka na madogo wanasepa kawaida tu yani. Madogo ni wamevurugwa ile kinoma yani. Axel anampeleka Beth kwenye nyumba ya Saasha sasa, bonge moja la jengo na nini. Si unajua tena kuna bonge la picha liko hapa la Axel nini kwenye ukuta. Shanga huyu mbaya alikuwa anataka anunue ile picha yangu mbaya wakati hapa kuna bonge la picha. Anyways, huku Whitney naye alipokuwa anaogelea kumbe alibebwa akapelekwa huku. Sasa huyu makeup artist kama anamtengeneza hivi, anamwandaa kwa ajili ya wateja bwana. Kamsingbo huyu makeup artist kakimbia, mzee anataka kutoroka. Baba kuna kamera kila sehemu na kuna mageti kama yote, mzee anafungwa tu, akimbia huku yanafungwa. Sasa huku nyumbani Beth anazunguka kujaribu kutafuta ukweli. Kaenda amekutana na picha ya yule mshikaji ambaye aliiba ile iPad kule kwenye treni, yuko huko. Alafu Axel jifanya kaokota ile iPad. Anachungulia dirishani, anaona wale security waliokuwa wanataka kumkamata kule kwenye ile spa, kakimbia.
Kaona mama yangu nimeletwa kwenyewe. Anataka kukimbia, anageuka, namuona Axe anamwangalia, karibu sana. Basi karudi nyuma kidogo, anataka kujifungia kwenye kabati. Huku nyuma kabati linafunguka bwana. Linafunguka, kuna mlango hapa umefunguka, kuna chumba mwanangu hapa, kina kama meza kubwa ya watu wanakutana, afu kuna vichwa tu hapa mwanangu. Alafu guess kuna kichwa cha nani? Paxton, mshikaji aliyekufa mara kwanza kabisa. Hajapiga hata kelele, yani walinzi wamefika, wamemkamata, wamemziba mdomo. Basi bwana Todd na Stuart wamefika hapa tayari kwenda kufanya action sasa. Shabadilisha nguo na nini. Basi Stuart ameingia kwenye chumba chake na kukutana na Beth. Ameshtuka, anajifanya kama ana wasiwasi, eti anajimuliza, mimi sikutaka hii itokee, rafiki yangu amenilazimisha tu. Anadanganya huyu jamaa huyo. Kamfungua mikono na kila kitu. Kimbia nenda. Anaenda, anakuta mlango umelokiwa. Bado anashangaa, kampiga ngumi mwanangu kwenye ukuta, dada kazima. Kamfunga tena kwenye kiti pale. Kwenye chumba kingine huku, Todd yuko na Whitney sasa. Anachukua hichi kidede cha kukatia. Sasa kimenasa kwenye nywele kwa kama kinataka kinamvua ngozi, eti kaogopa mshikaji. Sasa mimi mambo siwezi bwana. Too gross, anataka kuondoka. Kumbuka ilikuwa ni mara yao ya kwanza. Sasa kumbuka kuondoka hapo, that's against the rule my brother. Lazima ubaki, lazima ufanye kile ambacho ulikitaka. So umekuja mwenyewe, unataka kwenda wapi tena? Yani damu zinamtoka nyingi udada yani. Sasa sheria lazima umalize mchezo mzima, yani utese mtu mpaka afe. Sasa adhabu yake jamaa wakaachia mbwa bwana. Mbwa mzee wanakula kila kitu. Mwanangu alimtafuna huyu mchizi, wakamchana kadedi pale. Sababu jamaa hajamaliza kazi yake, basi wakamfunga huyu, wakamtengeneza, wakamfunga kama wakamtibia hivi, alafu wakamweka tena kwenye kama gulio hivi, yani watu wachague na wenyewe waingie mikwanja ili waje wammalizie pale. Na kumbuka nani ambaye anamnunua sasa? Stuart. Kwa sababu gani? Rafiki yake tu Beth. Stuart ndio alikuwa anaona kama muoga huyo. Mchizi anamuua Whitney, alafu anachukua ile necklace yake anampa Beth. Hichi kitu cha ajabu sana. Beth anataka kujifanya anamtongoza mshikaji Stuart ili kama unajua akimbie. Basi anamfungua, alafu anamweka kitandani pale. Unajua vile. Anapokuja karibu, dem kachukua mwanangu ili chuma moja kamzibua nalo mwanangu, kamchukua mzee, kamfunga, kamweka kwenye kiti kile ambacho yeye alikuwa amemweka pale. Kachukua bunduki, wale walinzi wamekuja faster. Kachukua bunduki, akamwambia sikilizeni mzee, namuua huyu dakika 0, muiteni yule Sasha faster aje hapa. Yani yule boss wa ile project. Sasha amekuja akasema okay, inabidi mfe wote sasa. Sasha anaongea taratibu, ana hata drama. Sasa Beth anasema sikiliza mimi tajiri sana, na hela nyingi sana. Nataka kulipa chochote kile ili na mimi nitoke humu ndani. Sasha anamwambia sikiliza wewe, hapa huwezi kununua chochote. Unachotakiwa kufanya kama unaweza, muue ili uwe member ndio unaweza ukatoka. Beth anafikiria mara mbili, tayari anataka kuuliwa. Akachukua kamtesa kinoma. Afu kamwacha pale, jamaa amejika damu, anakufa. Of course ameenda amepigwa tattoo ile ya kile chama na amekuwa member sasa. Of course akaachiwa aondoke. Sasa nafikiri anafanya nini baada ya kuachiwa? Kaenda kuwachukua wale madogo wale walikuwa wanamzaba kule, kaenda akasema mtafuteni yule anaitwa Axe, yule dada yule. Wameenda kumzingua mzee Axe, anakimbia, amekutana naye hapa, kamkata kichwa. Wale madogo wa ajabu bana, movie inaisha na madogo wanacheza mpira na kichwa cha Axe. Oya wazee, hii ni Hostel Part 2. Huu mziki uko very creepy washikaji zangu, ni hatari. Sasa hii ni Part 2. Are you ready for Part 3? Kama uko tayari for Part 3, comment hapo chini. Usikose kusubscribe.